Tangu niingie katika hiki chama, hakuna faida yoyote ile ninayopata. Sana sana tu nimeishia kuwa mnyama. Nimetoa kafara ndugu, jamaa na marafiki wanaonizunguka. Sasa ukiwa kama kiongozi kwenye hiki chama, basi unastahili kulipa. Na huo ndio ujasiri tunaohitaji kwenye chama. Vevo, hivi unafikiri ukiniua mimi ndio mwisho wa chama? Hapana, unajidanganya kwa Vevo. Mimi ni kiongozi wa juu zaidi, sio rais kama unavyodhani. Labda nikukumbushe kitu kimoja, kama utakuwa umesahau kwa Vevo. Mtu atakapotaka kujiunga kwenye chama, nafsi yake inauliwa, kisha inafufuliwa na kujiunga rasmi kwenye chama. Mara kadhaa ulikuwa unanifuata na kutaka kupunguziwa masharti ya kutoa kafara. Sasa mimi nitakusaidia kukupa sharti rahisi ili uweze kusaidia familia yako na kutotoa kafara. Sharti gani? Tukutane kwenye sherehe ya mgaya. Kila kitu utakijua hapo. Habari yako mwanangu? Mkoba. Hivi mama unachukuliaje kwanza? Naomba
Sasa leo mimi nikuulize hili swali, kwani wewe unachukulieje? Yaani unazuka maduka yote hapa iliyopo hapa katika kijiji, wewe umeliona duka langu tunakuja kukopa, si ndio? Hivi wewe mwanao stajili wewe mama, mbona wewe hakusaidii? Au tayari mwanao kashagundua kama mamake ni mwanga? Na katika watu labda nikwambie, katika watu ambao nilikuwa nimekaa napitia hili daftari, ambao mtu wa kwanza nilikuwa nimemuwaza nimpelekee Migambo, wewe ulikuwa namba moja. Basi mwanangu, kwa heri. Kwa heri Bashari. Hivi mpaka sasa hivi jana kuna shilingi ngapi? Na kudai shilingi 30,000. Mwanao yupo kule mjini anaishia kugawa watu mipesa kwa watu, anagawa mipesa lakini anashindwa kulipia tu deni. Hakuna ambaye amewahi kuingia katika hiki chama kisha akawa na furaha. Hakuna. Lakini maskini wengi walioko mitaani wanatamani maisha yetu sisi wenye pesa, bila ya kujua ni tabu kiasi gani ambazo tunazipitia. Na sisi tunatamani furaha walionayo. Vevo amekwambia atakubadilishia masharti. Lakini usitegemee sharti jepesi, kwa sababu hakunaga pesa rahisi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hongera sana Mgaya kwa kuenjoy dunia tamu yenye raha za kila aina. Nafikiri sisi sote tumekutana hapa kwa ajili ya kusherehekea kifo cha ndugu yetu. Na najua mnajua sisi sote tulikuwa mavumbini, lakini chama kikatupa thamani. Hivyo hakunaga kizuri kinachokosa gharama, na hii ndio gharama yake. Mgaya, labda niseme tu, wewe ni mwanachama bora sana kwetu, kwa sababu umetuletea wanachama wengi.
Lakini Mgaya, unaweza ukatumia wasaa huu uliobakia kwenda Paris, German, Dubai, kwenda kuenjoy maisha. Inauma, lakini hatuna budi kuishikilia. Ni hayo tu ndugu zangu, tunaweza kutawanyika. Vipi kuhusu mimi? Unatakiwa utembee na mama yako. Niende naye wapi? Kambebo. Mwanamke malaya sana wewe. Hapa kijijini unashindwa kuolewa, kazi kuiba wanaume za watu. Mimi mwanaume wangu haibiwi. Mshamba wewe. Utaona kijiji kichungu. Pole sana mama. Hivi kwa nini mama Aida amekufanyia kitendo kile? Achana naye. Nachukua chakula ndani ulimi pekee. Lakini mama, watu wasema kwamba wewe mchumba wako ni baba Alidi. Na ndio maana hata mama Baba yako amekufa. Lakini hicho si kigezo cha kufanya wewe usisome. Nitafanya kila namna, nitafanya kila mbinu ili mradi mwanangu usome. Na sio baba Alidi tu. Awe baba Juma, awe baba Fatuma, awe baba nani? Sijui unanielewa. Vipi kwanza kuhusu shule? mwalimu amesema kwamba kesho nisipopeleka hela mchango atanifukuza. Hii hela hakikisha unampa mwalimu. Ninachokitaka mwanangu usome. Na ndio maana napambana, nadhalilika ili kutimiza ndoto zako. Hebu kachukua chakula ule. Muda? Usiniue mwanangu. Mama, mimi wala sikuja kwa nia kukudhuru, kwa sababu kama ningetaka kukudhuru basi ningekuzuru tangu siku ile. Nilikuleta hapa kwa sababu nimeokoka, nimeacha kabisa anga. Nadhani unajua mama yangu, maisha yetu jinsi yalivyokuwa magumu, na kutokana na sababu hiyo ndipo nikachukua maamuzi magumu. Naomba nikuulize kitu baba, kwani wewe ni Freemason?
I love you, Mama. Sijategemea kukuona. Nimekuja tu kupunguza mawazo kwa sababu najiona siko sawa na stress. Okay. Mimi kuna mtu nimekuja kumuona. Naomba nikuulize kitu. Hivi una enjoy utajiri wako? Inategemea. Kuna muda na enjoy, kuna muda inaumiza. Haswa unapofika wakati wa kafara yangu. Mimi nategemea wewe una enjoy kwa sababu umekuwa na masharti rahisi tofauti na sisi wengine. Tunatoa wazazi wetu kafara, tunaua ndugu zetu, hatusaidii wazazi wetu wala ndugu. Lakini pia tunaua watu kwenye mabasi. Bwana. Nilitegemea wewe uwe ni mwenye furaha tofauti na sisi kwa sababu una sharti rahisi. Kama uliona ile ni sharti rahisi, kwa nini ukulichagua? Naomba tuheshimiane bwana. Anyway, mama nikuachie. Usinijue. Yaani kwa ile pesa yako kidogo nayo nidai umeamua kuniletea mgambo? Sasa nisikilize. Sitoi mguu wangu kwenda popote. Kama deni lako mimi nitakulipa. Deni linaua. Mama, nilijua tu kama wewe ni mzurumati. Wewe ulikuwa na lengo la kunidhulumu. Mgambo, fanya kazi yako. Peleka wapi? Tukae jamaa. Usijali mama, nimekuja hapa mimi nina shida na nahitaji msaada wako, na pindi utakapokubali hili jambo utaishi maisha mazuri tofauti na maisha haya. Tafadhali naomba usije ukanifikiria vibaya.
una jambo lako, umeamua kunilipia deni. Asante, lakini naomba uondoke nyumbani kwangu. Mama, unaweza vipi kumfukuza mwana wako mzaa tena kwa uchungu? Uchungu? Uchungu gani unaozungumzia wewe? Uchungu wa kuzaa au uchungu wa kulea mtoto kwa shida na tabu kisha akikuwa sijana? Mama, mimi ni mwanao tu na itabaki kwa hivyo. Kuna faida gani ya kuwa na mtoto kama wewe? Si bora ungekufa tu, nikajua moja kwamba nilizaa mtoto akafa kisha nikamzika. Nimeumwa nusu ya kufa, ulishia kuja kuniona tu ninavyoteseka, ukuniachia chochote, ukidai una pesa. Ile hela ambayo ulitumia kuweka mafuta, si bora ungenitumia mimi na muda huo ukaondoka ukagawa pesa njiani. Nimeokoka na njaa, hali ya kuwa mwanangu niliyemzaa mwenyewe anatupa chakula. Nateseka, nadhalilika kijijini, mwanangu niliyemzaa anaenjoy tu mjini. Labda nikwambie kitu, mimi sina mtoto kama wewe. Mwanangu mimi alishakufa. Wewe si mwanangu ninayekujua mimi. Inatosha. Hivi unahisi unapitia tabu kuliko nazozipitia mimi? Unahisi unapitia mateso kuliko nayopitia mimi? Maisha yangu yamezungukwa na kila aina ya maumivu. Unahisi labda napenda kukuona ukiwa unalia kwa ajili yangu? Unajua kwamba kila inapofika usiku mimi nalala kwenye nyumba kubwa, ndoto za dhahabu, lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Wanapanda ngazi, lakini ni za mwiba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. Big boss, je thamani iko wapi? Big boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Big boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao inashika dhahabu, lakini moyo umejaa sumu kali. Kila dirisha lina giza, hakuna nuru. Asante sana mwanangu, kiukweli najivunia kuwa na mtoto kama wewe. Ni jukumu langu kama mtoto kuhakikisha mzazi wangu anaishi katika mazingira mazuri. Alafu kuna jambo kidogo nataka tuzungumze. Serious. Unajua nilivyokaa na wazee wenzangu, kuna jambo nazungumza mimi yanikera sana ndani ya moyo. Wananiambia kila siku mtoto wako tajiri, ana uwezo, anafahamika Dar es Salaam yote, lakini tatizo moja tu, sina mjukuu. Sasa kile kitu mimi kinaniuma ndani ya moyo. Kwa hiyo mwanangu, sasa nataka uoe. Unajua nini dadi? Nini dadi? Niite tu kawaida, niite baba. Kwani niite dadi? Ni kweli baba unachokisema, lakini wanawake wa mjini wanasumbua sana. Na ndio maana wananiona nipo kimya. Nipo katika uchaguzi. Nikimpata, nitakwambia wapi kwa kupeleka baba. Hapo sasa ndipo mnapokosea vijana siku hizi. Wewe una uwezo gani wa kumtambua huyu mwanamke ana tabia nzuri, huyu ana tabia mbaya? Sisi wazazi wenu ndio wenye uwezo. Tumekula chumvi nyingi, tunajua kila kitu. Kwa hiyo jukumu la kumtambua mwanamke mzuri niachie mimi baba yako. Anyway, utanipa mrejesho je? Nini sasa hiyo? Kwa nini uongee mpaka uweke vidole? Anyway, mambo ya kizungu ya kazi gani? Ongea tu kawaida.
Samahani mzee wangu. Nimejirudia tu bahati mbaya. Mimi nafikiri tutaonana siku nyingine. Kaka Matula. Bwana safi. Vipi wewe? Kwema inakuaje mzee? Unyama kaka, kama siku mengi ndugu yangu. Na kutafuta kila siku. Kila kukicha baba, sikupati. Na kutumia basi hata message. Kimya. Matula. Umewaka. Si unajua lakati ni ubize tu. Lazima una mambo mengi kaka, umejipata. Kwanza kabla yote nikuongea. Bwana ndugu yangu wewe umebarikiwa. Yaani umevuka. Vijana wote hapa mtaani wanatamani kuwa kama wewe kaka. Hivi nakwambia. Kwa mafanikio tunayaona. Umejenga nyumba ya mzee pale. Ukamkinda mzee na magani vipi gari ngeje anatembelea hivi. Matula wewe bwana Matula. Sasa michongo nini ndugu yangu? Tupeane basi pangu pakavu ya mchuzi, tufanye badili hiyo. Una moyo? Ama. Moyo. Kaka mimi moyo nao. Kindaki moyo nao ndugu yangu. Maana hapa nilipo mtani nimesota kijizi yani. Kaka nimepambana ndugu yangu. Kila nikifosi, chuma naenda besera ngeje inarudi. Mabeki wanakutua. Niko wewe hae. Yaani afadhali leo nilipokuona hapo angalau kidogo nitapata michongo. Sasa michongo ndio hiyo ndugu yangu. Na hapo unaponiona niko tayari kufanya kazi yoyote ili mambo yawe safi kabisa. Nataka niwe kama wewe. Hata kunataka nishike mchuma mimi nashika. Hata kuniambia bwana kuna masuala madawa lakini ndio kaka. Mimi nauza madawa. Hata kazi yangu mimi nafanya. Hivi nakwambia. Hii haihusiani na kazi haramu. Hii inahusiana na maisha haramu. Maisha haramu? Leo unamaanisha ni kuishi maisha kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu? Anyway, sina namba zangu. Unahitaji kutafuta. Kaka Matula, haki ya mama mimi nakutafuta kaka, mimi nina shida Kenya nakwambia. Vipi kuhusiana na mwitikio wa vijana kujiunga na chama huko Kongo Mobimba animeli kusala adhération na groupe la biso ya ba millionnaire. Pwete ebele batanga me bazangi misala yango tango bayokike groupe na biso ya ba millionnaire ye na kati ya Kongo lokola Lubumbashi, Kisangani, Chikapa, Loyoyo, Goma, Minova, Uvira, Kamituga alobi merci beaucoup mokonzi mpona koyela biso groupe ya ba millionnaire baboyi kozala babola kwete bandimi kosala sacrifice nyonso oyo bokopesa bango lokola mitindo bakosalela soki ezali kosopa makila baza pre kosala eloko nyonso oyo koloba merci beaucoup kitoko makasi merci lisusu alobi boye vome bakufa bapatron kokufa ebola eza mabe baboyi kokufa lokola babola soki bakozala na valeur te na kati ya famille na bango me bazala na bongo yango wana kazi nzuri. Asante sana. Tutaonana muda mwingine. Mama karibu nikuhudumie. Asante. Hudumie kwanza, mimi bado nipo. Baba bwana. Kianzaga hivi unakuwa mkopo lakini ngoja tuone. Ndio, karibu. Usikilize. Nimalizena huyu. Huyu ni rafiki yangu, kaja kupiga tu story wala sio mteja. Hakuna shida, nakusikiliza bibi mkubwa. Mwanangu Chelsea. Kwanza naomba samahani. Nilikuwa naomba tusahau yaliyopita. Tugange yajayo. Alafu nilikuwa Mkubwa, mbona mimi nishakusamehe lakini hapa kuhusu mkopo haupo hapa. haya basi kwa heri. Haya, siku njema. Mama, samahani. Ndio kaagiza
Agizia tu unachokitaka, mimi nitakulipia. Nakusikiliza, unahitaji nini? Naomba nusu. Nashukuru baba. Mungu akubariki. Usijali mama. Nashindwa kuelewa. Umeona bibi mkubwa? Asubuhi ya leo kabla hata kuku hajanya nimempelekea Migambo pale nyumbani kwake. Nilikuwa namdai shilingi elfu 30. Si umeelewa? Kabla ya yote, kabla Migambo hajamchukua kumpeleka ofisi za serikali ya kijiji, kafika mwanae yuko na gari. Nikasema la haula, mambo si ndo haya hapa. Labda huenda mtoto atafanyaje? Ataweka mambo sawa. Kweli bwana. Sijakaa sawa. Mtoto kibunda kakichalaza kama tuko benki. Si umeelewa? Kachomoa 30 yangu bila hiana. Sikutaka kuongeza hata shilingi 10. Nikapokea. Nikaweka mfukoni. Nikamwambia Mgambo, baba, nishalipwa mzazi. Kilichobakia baba ni kupoza taya maji uweze kurudi ofisini. Nikarudi. Sasa cha kushangaza na cha kusikitisha, hata baada hatujafumba macho usiku wa leo, mama yetu anakuja kukupa. Mimi nashindwa kuelewa kwa sababu kabla hajaenda kwa mama yake nilikutana naye mtihani. Nikamwambia ndugu yangu Bevo, nina shida shilingi 500. Akanipa laki moja, huwezi amini. Na ndio hiyo pesa umsaidie mama yake. Nachoka mimi baba yenu kwa mti mwanangu. Asante sana. Kwanza mimi niseme nimefurahi sana kufika hapa kwako. Na ujio wangu kuja na swala kubwa moja tu. Nadhani unamfahamu mwanangu Matula. Nisimfahamu Matula tena. Sasa basi kutokana na umri wake na jinsi tunavyoishi, nimeonelea mimi mwanangu apate kuoa. Ni kweli kwa umri aliokuwa nao anapaswa kuwa na mke sasa. Sawa sawa. Na nikwambie tu katika pitapita yote, nyumba nyingi na marafiki wengi, lakini nilikuwa natamani mwanangu apate mke ambaye anatoka katika nyumba yenye maadili, familia yenye kujielewa. Sasa jicho langu limeona hapa kwako mwanangu patamfaa. Sawa, mimi nimekuelewa. Ngoja nitamuuliza mwenyewe binti yangu. Akiniridhisha na majibu yake, basi nitafuata utaratibu. Nitazungumza na wajomba zake, nitaongea na baba zake wadogo. Basi utaratibu utafuata. Mimi nafurahi majibu yako yameridhisha. Najua muda si mrefu tutaunga familia.
Unajua mtoto wa kike unapojitunza unakuwa na stara na mtaani. Yaani kila mtu akitafuta mchumba basi lazima ndoto itakuondokea wewe. Si umeona? Nyota njema imekuangukia. Sio unachekelea tu. Ndoa mwanangu inahitaji uvumilivu. Ndoa inahitaji stara. Sio unaolewa siku 2-3 unarudi nyumbani. Ndoa inatakiwa ukamwendo mume ajue kabisa swala hapa nimepata mke. Na hasa jinsi nilivyokulea mtoto wangu. Mimi nina imani mtu niangusha. Yaani mama, ikikuwa siamini. Yaani mpaka sasa hivi wewe siamini. Hivi kweli tajiri mtu anataka kunioa mimi? Yaani mimi naenda kwa mke wa tajiri mtu. Kwanza umelezeka kuolewa na tajiri mtu. Hivi mama, kuna msichana gani aitwa hapa ambaye unatakiwa uolewe na tajiri mtu? Akatai. Hamna mama, kweli hapa nataka nipige kelele. Mama, jua ni kali. Vipi? Au kwa miguu? Hivi jua la kawaida tu mama. Ni kweli mamangu, ni la kawaida sana, hasa pale unapopata matumaini ya kupata pesa baada ya maumivu. Lakini itachukua muda gani kumaliza? Baba, hapa mpaka jioni mimi nitakuwa nimeshamaliza. Sawa mamangu, kuna mahali naelekea. Pesa yako nimemwachia mke wangu. Ukimaliza kazi zako, fika nyumbani, atakupatia. Tajiri, bora nimekuona tajiri wangu. Niko na wewe nyumbani kwangu kulali njaa. Unajua Rucho, mimi nimetoka kwenye maisha magumu sana. Na ndio maana nikikuta watu mtaani wana shida, wana changamoto, wanawasaidia pesa. Nina pesa kidogo nitakupatia. Tajiri. Kuna baridi ya kaburi, wanacheka nje ndani machozi ya damu, wanapanda ngazi lakini ni za mwiba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. Peoples, thamani iko wapi? Peoples, maisha yamekuwa shubiri. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Peoples, nani atabaki mwishoni? Tajiri, samahani, naomba nikuulize swali tajiri wangu. Hivi umeoa wewe? Hapana, sijaoa. Basi mimi tajiri wangu naomba nikupe dada yangu tajiri. Ukiwa wewe kwenye ukoo wetu maskini umekwisha bosi wangu. Naomba nikuache bwana. Wanatafuta mwanga, lakini mwanga wao ni moto wa maangamizi. Peoples, thamani iko wapi? Peoples, maisha yamekuwa shubiri. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Peoples, nani atabaki mwishoni? Nani atabaki mwishoni? Umevunja masharti kwa mbele. Umemsaidia mama yako pasipo na kutimiza sharti husika. Hata hivyo nimemsaidia pesa kidogo sana. Na sijamsaidia yeye, nimelipa watu ambao walikuwa wakimdai. Kumsaidia ni kumsaidia tu. Haijalishi ni pesa ndogo ama pesa nyingi. Kingine, nilikuwa naomba kubadilishwa sharti. Kiukweli, hili nimekuwa sharti gumu tofauti hata na nilivyodhani. Nawezaje kumfuata mama yangu, mzazi wa kunizaa, na kumweleza huu shetani ulokisimu? Hali ya kuwa najua hawezi kukubali. Ni heri tu nirudishiwe hata
hata shati langu la zamani, niko tayari nisimsaidie. Niko tayari kuua watu kuliko hili shati. Klambevo, kipindi unafikiria kujiunga na hichi chama na kutaka utajiri kirahisi rahisi, hukufikiria kukutana na masharti magumu kama haya? Una nafasi moja kutimiza sharti ulilopewa. Mama, utanisamehe hichi ninachoenda kukifanya, kwani nisipofanya hivi nitakufa. Klamvevo, hakikisha hicho ulichokiota unakitekeleza. La si hivyo, una miezi 7 ya kuishi hapa duniani. See you next time. Nimekubali kujiunga na chama. Nipo tayari kukitumikia chama kwa namna yoyote ile, bila kujali utu wala binadamu. Nipo tayari kuiabudia pesa na kutimiza masharti yote. Ewe shetani, naomba nisaidie. Karibu kwenye chama. Kuanzia sasa wewe ni mwanachama rasmi. Karibu sana Bwana Tony. Nenda kafurahie furaha ya pesa. Maisha yako yamebadilika kuanzia sasa. Asante.
Hongereni nyote mliokusanyika hapa kwa kusherehekea ubatizo mwanachama wetu mpya. Hongereni sana. Ningependa niwajuze kuwa Mgaya amesema yuko tayari kumtoa mtoto wake kafara ili kunusuru uhai wake. Have a good day. Mtoto gani wewe unataka kumtoa sadaka? Mke wangu, mimi nadhani wewe hujanielewa vizuri. Ni lazima mtoto tumtoe kafara, kwa sababu mtoto tukimtoa kafara utazaa watoto wengine, lakini tusipofanya hivyo, mimi mume wako nitakufa, na nikisha kufa stori yangu itakuwa imeishia hapo. Umetafakari kuhusu hilo? Labda kama una mtoto mwingine tofauti na huyu, lakini kama ni huyu wa kwangu mimi, huwezi kumtoa kafara. Afu unazungumza kirahisi rahisi tu, eti tutazaa mwingine. Hivyo unajua maana uchungu wewe? Unajua ni uchungu kiasi gani mwanamke anaupata akiwa anataka kujifungua? Sikiza nikwambie kitu Mgaya. Tena nisikilize kwa makini. Mimi na wewe hatima yetu ni kifo tu. Tena tutakufa kwenye wakati ambao tunatamani kuendelea kuishi. Na haya ndiyo matokeo ya kutaka mali kwa haraka. Sasa usitake mtoto alipe dhambi zako hali ya kuwa yeye hahusiki na chochote. Lakini mke wangu, wakati unazungumza hayo maneno, unatafakari kuhusiana na mimi? Sidhani kama kuna kitu cha kujadili tena hapa. Msimamo wangu uko pale pale. Mtoto wangu hatolewi kafara. Muda gani kukutana na kuja saizi? Naomba unisamehe. Nataka kuzungumza na wewe. Umeanza, sina chochote hapa. Penyewe nina bakula mbili tu. Kama nikutindio ukafanya mazingira yako. Zuia. Sihitaji hela. Nahitaji kuongea na wewe. Nataka kuzungumza nini? Kiulizo. Nakupenda. Najua hata wewe unanipenda sana. Kwenye mapenzi yetu mpaka sasa tuna miaka 3. Kwenye miaka 3 tumepitia kila aina ya changamoto na tuliweza kuzishinda. Tumekuwa na ndoto na malengo ambayo hata hatukujua tutatimiza vipi. Naomba unisamehe Kiulizo kwa hiki ninachoenda kuongea. Na kabla sijaja kuongea na wewe, nilikaa nikatafakari mustakabali wa maisha yangu ya baadaye. Najua ninachoenda kusema kitakuumiza, kitakuchoma ndani ya moyo wako, lakini naomba unisamehe.
Kiulizo, nimepata mchumba, naenda kuolewa, na sio mchumba tu, ni mchumba ambaye ana pesa. Kuanzia leo mimi na wewe mapenzi yetu yamefika tamati. Najua maneno ninayoongea yanakuumiza na unatamani hata usingenijua, lakini naomba unisamehe. Nafanya yote haya kwa ajili ya future yangu, kwa ajili ya mama yangu, kwa ajili ya watoto wangu. Nisamehe Kiulizo. Kwa hiyo nataka kuniacha kwa sababu ya pesa, si ndio? Hapana, sio kwa sababu una pesa. Na kuacha kwa sababu ya future ya watoto wangu, kizazi changu, mama yangu. Nataka nizae watoto na watoto wayafurahie maisha yao, waishi kwenye furaha. Sitaki watoto wangu waje kuishi kama mama yao nilivyoishi kwenye maisha haya ya kimaskini. Ina maana umesahau mambo tuliyoyafanya mimi na wewe na momenti kadhaa tulizopitia? Nakumbuka kila kitu Kiulizo, lakini naomba nikuulize, hivi unafikiri hao watoto watakuja kula momenti ambazo tumezipitia sisi? Hapana. Nisamehe. I'm sorry. Tajiri Matula, kaka, mimi nina moyo kaka. Wewe nipe njia nitoboe mimi mdogo wako bwana, Yaani hautokuja kujutia kwenye maisha yako yoyote kaka. Na kuhakikishia kwa hilo Matula. Nisaidie kaka, Shida sio mimi kujutia katika maisha yangu. Shida ni wewe kujutia. Sasa mimi nitajutia kwa kipi kaka? Kuna majuto gani zaidi ya kujutia kuwa maskini ndugu yangu? Natamani sana mwingie ndani ya uvungu wa moyo wangu ili tuone hata kidogo basi kiasi gani niko tayari kufanya kazi yoyote ile kaka. Na kuahidi sitakuangusha katika hili ndugu yangu. Kikubwa tu nifikie mafanikio ndugu yangu. Nakuomba Matula. Nakuomba kaka, usinitupe. Watu wengi hujidanganya sana. Kufanikiwa ni kufanya kazi kwa juhudi na bidii. Lakini ukweli ni kwamba kufanikiwa sio kufanya kazi kwa juhudi na bidii. Kufanikiwa ni mfumo ambao umetengenezwa katika hii dunia. Na pindi ukiwepo katika huo mfumo, haina haja ya kufanya kazi. Na utabaki kuwa tajiri. Na utafungua biashara tu kama Zuga, lakini sio kitu ambacho utachokuwa unakitegemea. Jinsi ulivyokuwa ukiongea na nikutazama, unaonekana una nia dhati ya mafanikio. Tukutane kesho saa 7 mchana kwenye beach ya Imani. Kuna sehemu tutakupeleka. Nafikiri utaanza safari yako ya utajiri. Asante sana kama Matula. Sijui hata niseme nini, najikuta na machozi tu yananitoka ndugu yangu kwa furaha nayo. Anyway, hautaki kulia. Yatunza machozi yako, atakusaidia mbele. Sawa kaka, nitashukuru sana Matula. Vevo, ni nini kimekuleta usiku huu? Mimi nimekuja kuangalia kaburi langu hapa. Sasa nashangaa kukuona wewe usiku huu makaburini. Hata mimi ni kama wewe. Mimi nimekuja kutizama kaburi langu. Na huwa najisikia simanzi sana pindi ninapoliona ile kaburi. Moja kati ya vitu ambavyo najutia ni mimi kujiunga katika hiki chama. Samani,
naomba nikuulize kitu. Sijawahi kukuona ukitoa kafara. Una sharti gani wewe? Au wewe ni miongoni mwa watu wenye masharti mepesi? Mimi ya wewe, chiga kabisa. Mimi ni miongoni kati ya watu ambao na masharti magumu sana katika hiki chama. Mimi sina masharti mepesi kama unavyofikiria wewe. Una sharti gani wewe? Sharti langu mimi ni ukatili wa kijinsia kwa watoto ambao bado hawajabalehe. Kumbe haya mambo ambayo tunasikia kwamba mtoto sio miaka 7, mtoto miaka 6 amefanywa ukatili wa kijinsia, au watu kumbe wanatoka kwenye chama chetu pia? Vevo, miongoni kati yao watu, mimi ni mmoja wapo. Kwa nini sasa usiombe kubadilishiwa sharti? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna njia ya kubadilishwa sharti. Na nikiendelea kufosi, basi nitakufa. Na ndio maana hapo awali nilikwambia najutia sana kujiunga katika hiki chama. Safi mama, shikamoo. Marahaba za nyumbani. Nyumbani salama. Nimekuja kwako nimekukosa. Leo mwanangu ni Jumapili, waga naendaga kanisani. Si unajua si binadamu. Kila kitu tunachoishi nacho hapa ni kwa ajili ya Mungu. Nguvu, uzima ni kwa ajili yake. Hivyo inabidi tumshukuru. Ni kweli mama. Nilikuja na mzee Abasi pale, alikuwa na kibarua chake cha kusafisha katika eneo lake. Nikasema riziki nimpelekee mama yangu. Lakini ndio hivyo, kwa bahati mbaya nimekukosa. Ametoka. Ila nesi itakuwa kesho tena. Sio mbaya. Mungu ndiye anayepanga riziki. Naamini kama riziki yangu ipo, basi kesho nitapata hicho kibarua. Amina. Uwe na siku njema mama. Haya, ubarikiwe. Hiki chama kina stress watu wengi sana, lakini inavyoonekana kwako ni zaidi. Sijui hata nikuelezeje ili ujue hali unayoipitia. Kikweli naweza kusema ni zaidi ya kuni stress. Kuna wakati inafika natamani hata kujiua. Watu wengi kabla ya kuingia katika hiki chama, kuna mambo hawakuyafuatilia kiundani, hawakukichunguza hiki chama. Hivi unajua kwamba kuna njia nyepesi ambayo inaweza kukufanya utoke katika hiki chama? Njia ipi hiyo? Vevo, kwanza kabisa inatakiwa ufunge safari kutoka hapa kuelekea Switzerland. Baada ya kufika kule, utakutana na viongozi wakuu wa chama. Watakupatia mwongozo. Lakini baada ya kutoka Switzerland, natakiwa uelekee Germany. Germany pia utakutana na viongozi wakuu wa chama. Na watakupatia mwongozo. Ukishatoka Germany sasa, inatakiwa uelekee Paris, Pale Paris napo utakutana na viongozi wakuu wa chama. Watakupatia mwongozo. Lakini sasa unajua nini Vevo? Kabla ya kutoka hapa kuelekea katika hizo nchi ambazo nimekutajia, inatakiwa utoe kafara ya watu 7. Kwa hiyo nataka nikuulize kitu kimoja. Nikitoka hapa nikaenda Switzerland, Germany, Ufaransa na kukutana na hao viongozi wa juu kabisa wa chama na kufuata maagizo yao, itaweza kutoka kabisa kwenye chama na chama hakitanifuatilia? Ndiyo Vevo. Utakuwa umejitoa kabisa katika chama
na chama kitakufuatilia tena. Sasa kama ni rahisi hivi na wewe unalijua hilo na kuna maswaibu ambayo unapitia, kwa nini hujajitoa mpaka sasa? Mimi binafsi upande wangu hayo masharti yalinishinda na ndio maana nimekwambia wewe. Ni masharti gani ambayo yamekushinda? Yaani inavyoonekana wewe bado unataka kubaki katika hiki chama. Yaani mbona unakuwa na maswali mengi sana? Nyumba kubwa, ndoto za dhahabu, lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Wanapanda ngazi, lakini ni za mwiba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. B-Boss, je thamani kwa wapi? B-Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. B-Boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao inashika dhahabu, lakini moyo umejaa sumu kali. Kila dirisha lina giza, hakuna nuru. Wanatembea gizani, wanatafuta mwanga, lakini mwanga wao ni moto wa maangamizi. Pole sana mume wangu, lakini mimi nadhani kwa sababu ya ubizi ama tajiri alikuwa na mambo mengi sana, huwezi kujua sababu ambayo imefanya yeye akaacha kupokea simu yako. Hamna, kafanya kusudi. Mimi sinakwambia, Matulu anamjua mimi, kishajipata yule mke wangu. Siku zote waliofanikiwa wanatudharau sisi ambao tujapata. Mimi nakwambia hivyo. Bora tuangalie madaga yetu. Hawapaswi kukata tamaa, ndivyo walivyo matajiri. Maneno yako kama yana kitu hivi. Acha mimi niishi kwenye maneno yako. Ndio maana nakupenda sana mke wangu, sababu umejaliwa hekima na busara. Yaani kama najiona vile hiyo siku ambayo naenda kupata mafanikio mke wangu, picha linaanza kwanza na kununulia kwanza macho matatu. Bado hujaona hiyo. Majirani wote wajue Kaniki amepata. Kofi moja na uchachu. Ala. Shemlake. No vision. Haina haja. Nilikuwa na ndoto na wewe ndani, mikono yangu mitupu, moyo wa dhahabu. Uliniacha kwa yule mwenye pesa nyingi, lakini moyo wangu hawezi kubadili. Nasema pole kwa yote nilikosa, najua mapenzi hayawezi kununuliwa. I'm sorry. Siku moja takuwa sote, hata kama leo ni ngumu pote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Siku moja takuwa sote, hata kama leo ni ngumu pote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Makatan Gurimata.
Dunia makatan gurimata. Usifa makatan gurimata. Dunia makatan gurimata. Sasa mama, si tukuache mara moja. Tunarudi sasa hivi, tunaenda kutafuta msaada. Naomba jamani. Nisaidieni mimi. Mimi nafikiri baba, ungeingia ndani ukamuone mwenzio, ujiridhishe na yeye akuone, alizike, kifupi mliziane. Au unasemaje mzee mwenzangu? Sawa sawa, wala hujakosea. Nenda ndani. Jembe langu hilo. Nimesema habari. Sawa. Sijui. Naitwa Matola. Na ndo mwanaume ambaye natarajia kukuoa. Nimekuja hapa ili tuweze kuonana. Lakini pia kuna maswali nataka nikuulize. Uko tayari kuolewa na mimi? Ndio, nimekubali. Na unaweza kuvumilia matatizo yangu na kutunza siri za ndoa kutokuzitoa nje? Ndio. Kama mwanamke nilifunzwa nikafunzika, nitaweza kufanya hivyo. Anyway, natumai itakuwa hivyo. Nilikuwa na ndoto na wewe ndani, mikono yangu mitupu, moyo wa dhati. Bwana kimbia, shida ni? Nikimbia mama. Kanitolea mapema niishi, nikaona wewe siwezi kuishi mpaka nikutane na mpenzi wangu. Bwana nakupenda. Aunishinde mimi. Mimi nakupenda leo, kesho nitakupenda na kesho kutwa. Nasitaka nikuache mpaka pale nafsi yangu itakapotengana na mwili. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu pote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu pote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Wakiuliza, mbona hujafungua ofisi mpaka muda huu alafu unakunywa mapombe? Usitaki uniambie unajistress kwa ajili ya yule mwanamke. Acha hizo babu, wanawake wapo wengi sana. Cha muhimu tufanye kazi, upate hela,
watakuja ni wazuri zaidi yake. Sijisikii kufanya kazi leo. Waendelea. Baba, katika jina la Yesu, nipo hapa kwa ajili ya kuteketeza nguvu zote za giza. Mungu Baba, mfalme wa wafalme, simba wa Yuda, mfalme wa nyika, naondoa nguvu zote, pepo mchafu, shetani, kila aina ya miujiza, nataka kukemea, kuondoa, kuvunja na kuteketeza, kusambaratisha kabisa kila aina uchawi, ushirikina, ndumba, pepo chafu, giza yote nakemea. Fire, 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 fire! Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Umejibu maombi, amejibu maombi, unajibu maombi, twakuhaniwa. Umejibu, amejibu maombi, amejibu maombi, twakutegemea Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Vevo, karibu sana. Mama yako alipatwa na dhoruba kidogo alipokuwa shambani, lakini nikaweza kumwombea, na sasa Roho Mtakatifu, damu ya Yesu Kristo mfalme wa Nazareth imeweza kutenda miujiza. Ameweza kuwa sawa sasa hivi kama unavyoona. Wewe kama nani mwenye mamlaka ya kuweza kumwombea mama yangu? Na kama ulikuwa unataka kumsaidia, si ungemchukua na kumpeleka hospitali? Mtu kagongwa na nyoka huko sima nini huko polini, unamwombea ili iweje sasa? Lakini amekuwa sawa kama unavyoona. Shida sio kupona, shida kwa nini umwombea bila kunipa taarifa? Ulitakiwa unipe taarifa mimi nijue, mimi kama mtoto wake. Wewe ni nani mpaka unachukua maamuzi ya kumwombea? Huyu alitakiwa aende hospitali, sio kuombewa. Nani amekombea hata kama maombi? Watu tunaingiliana wewe. Mimi ni mchungaji wenu. Mchungaji wake wewe na nani? Mbona unapenda kunikalia mbele? Mbona unapenda kuharibu vitu vya watu? Bwana Vevo, wala sipo hapa kwa ajili ya kukukalia kwa mbele. Na nilifikiri ungefurahi kuona hali ya mama iko sawa kama mwanzo, lakini nashangaa kuona kwamba haujafurahishwa na maombi yangu mimi kama mchungaji wenu. Wewe unafikiri hana ndugu huyu, hana watoto mpaka unanichanganya. Mchungaji, ana shida gani? Jamani, kuna mtu amempa taarifa huyu au kumpigia simu? Hapana, labda sio miongoni mwetu. Sasa alijuaje mpaka akaja huko? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nafikiri kwamba huenda ni hasira tu, kwa sababu wanasema damu ni nzito kuliko maji, na atakuwa sawa. Haleluya. Amen. Basi mubaki na amani ya Bwana. Mbona umechelewa mbele? Haikuwa rahisi mkuu mpaka kuweza kumpata huyu mtoto. Kafara hii utakayoifanya itakupa nafasi ya kuishi miaka 5 na kuenjoy utajiri wako. Na baada ya kuisha miaka 5, itakupasa utoe kafara nyingine. Kama usipofanya hivyo, basi itagharimu uhai wako. Monsieur Mugaya, acceptez la sacrifice. Na mokili oyo, iloko ya pamba ezalaka te. Ça va? Twange mtoto wako. Twange mwanao.
zilizobaki ni nyingi sana mume wangu. Huwezi kufanikisha hicho unachotaka kufanya, na ukizidi kufosi utajikuta unatangulia kabla ya siku zako, kwa sababu sitokubali mtoto wangu kafara. Wala sikuwa na nia unayofikiria wewe. Nilikuwa nafanya ibada zangu. Kwanza pole sana Vevo, lakini pia ni kipi ambacho kimekufanya mpaka ukapelekea kumpatia mama yako maradhi? Unaelewa mkangu, isingekuwa rahisi kuweza kutimiza ile sharti. Sasa nimejaribu kufanya vile ili mradi niweze kuwa karibu na mama yangu, niweze kumpelekea misaada, nionekane namsaidia, ili kwenye huo wakati ambao namsaidia akidhani kwamba namsaidia, niweze kutimiza hatima yangu. Sasa anapokuja mtu kuharibu mpango wangu, itimizi huyo ananipandia kwa juu. Ninacho cha kumfanya yule mchungaji na atajutia. Kama utojali, kuna kitu ambacho nahitaji nikushauri. Unajua una mawazo ya kishetani sana. Odi. Odi. Karibu baba. Asante. Hali yako? Salama. Wewe jamaa yako yupo? Hapana, mume wangu hayupo, ametoka. Mume wako mimi namdai 60,000 ya kodi, na mpaka sasa bado anazungusha zungusha. Sasa ili tusigombane mimi na nyinyi, toeni tu vyombo vyenu, wekeni pale. Yeye atakaporudi hivi vitu atavikuta viko pale, basi mtaondoka, isiwe ugomvi, kwa sababu nimejenga hii nyumba ili mradi iweze kunisaidia. Lakini sasa leo kama vile imeshakuwa adhabu. Hapana baba, tafadhali tunaomba utupe muda, tutakulipa pesa yako. Unataka nikuvumilie? Yaani zaidi ya hapa napovumilia bado unaniomba tena nikuvumilie? Sasa nisikilize mama, mume wako namdai hela kidogo sana, ni 60,000, lakini kutokana na mazingira yalivyo, mimi nataka nikupe wewe hiyo 60,000, halafu wewe umpe mume wako ili aweze kuja kulipa hiyo kodi, lakini nataka unisaidie kitu kidogo sana, kitu kidogo tu. Samahani mzee wangu, hicho kitu ambacho unakizungumzia ni kitu gani? Maana mimi sijakuelewa babangu. Mimi nimemuelewa. Nimekuelewa vizuri sana wewe mzee. Sikia mzee. Mzee, heshima tuheshimiane. Nakwambia hivyo mke wangu. Hii kwa vipi mzee wewe? Hata kama unatudai hela yako ya kodi, sio mdogoze mke wangu. Yaani inawezekana umchukue mke wangu kamjunje wewe, umfanye unachokitaka wewe huko, alafu umpe hela. Wewe umesikia anajiuza huyu? Wewe mzee vipi wewe, umelogwa nini? Sikiza kwamba kitu kimoja. Ina maana kumbe ulikuwa umejificha ndani, na ndio maana mimi nikaongea kwa makusudi. Nilijua kabisa kwamba wewe unajificha kwa sababu hutaki kunilipa kodi yangu, nataka hela yangu. Umefanya kusudi wapi? Wewe mzee, mimi nakujua vizuri, wewe ni mshenzi. Yaani ni malaya. Unamtaka mke wangu. Ndio. Kwanza mdaiwa afungwi. Na kushangaa tu unatunyanyasa jumba lako hili. Na ukiendelea kumtia tafashi, nitakutia makofi. Ulipiga katika mji wangu. Nakupa masaa 24. Toa kila kilicho chako huko ndani. Ufanye safari, sitaki matatizo. Kenge. Kwani alikuwa anamaanisha nini mume wangu? Mke wangu, hebu acha ujinga basi. Wewe kipi usichokielewa wewe hapa?
Vevo, ni wewe kijana wangu, umewezaje kuingia humu hali ya kuwa mimi ndo mtu pekee mwenye funguo za humu kanisani? Hicho sicho kilichonileta hapa. Kuna jambo nahitaji kujadili na wewe. Nimekuja hapa kukupa nafasi adhimu ambayo kila mwanadamu katika dunia hii anatamani awe nayo. Nadhani unawaona watumishi wa Mungu huko Dar es Salaam wanavyofanikiwa kuwa na makanisa makubwa, kujaza waumini wengi, wanafanya miujiza ya kutisha, wanaponya vilema, wasiona wanaona, wasiozaa wanazaa. Nataka nikufanye wewe uwe zaidi ya wao. Kama tutakubaliana na mimi, utakuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye unaheshimika katika hili taifa na ni alama. Utakuwa na branchi tofauti tofauti za makanisa na miujiza yako itaponya wengi. Nakupa muda wa kufikiri, na baada ya huo muda nitarudi.